Halo baby. Anita, wewe sasa mbona unapiga simu wakati huu wewe? Na wajua kila kitu wewe. Wewe si wajua niko nyumbani, utapigaje simu nawe mama? Mbona unataka kuharibu maneno sasa? Usipige simu muda kama wewe, ukijua niko nyumbani usipige simu bwana. Utaharibu. Hello. Hello. Si ndo nakwambia usipige time kama hizi. Wewe ukijua niko nyumbani usipige. Subiri mimi nitakupigia mimi mwenyewe bwana. Kuna wakati mimi kuna kitu nataka kukuambia unisaidie na ushauri. Niambie. Mimi nilikuja huku kufanya kazi. Nashukuru Mungu alijibu maombi nikapata mahali pa kufanya hiyo kazi. Lakini hapo mahali kuna majaribu kweli. Majaribu gani? Huyo bosi wa kiume ananitaka. Na tena kitu ambacho kinanifanya ninakuwa na mawazo zaidi pale kazini mpaka sina amani. Huyu mama alijua, kuna kitu alishuku. Kwa sababu kuna siku aliniita, akawa anajaribu kuniuliza kama kuna kitu gani ambacho kinaendelea baina ya mimi na huyo bosi wa kiume. Na nikifikiria hivi, sijui nifanye nini, nasikia nimefika mwisho. Huyo bosi wa kiume naye alisema kama sitamkubali atanifuta kazi. Na tena stoshe, huyu mama naye akijua. Sini hawa ni unafanya kazi na wasumbua. Mimi sasa unajua kama niko off mke wangu, sipendi usumbufu. Kwanza sana kama niko nyumbani kama hivi na wewe, huwa sipendi kusumbuana na mtu kabisa. mume wangu sema kweli. Masaa ya kazi ni ya kazi. Tupigiane simu. Na kama si masaa ya kazi mimi niko nyumbani nataka utulia, sitaki usumbufu. Mume wangu sema ukweli. Hebu niangalie. Mbona naisi wanidanganya? Sasa nakudanganya, nipe hayo maji kwanza. Nakudanganya vipi mke wangu? Nakudanganya vipi? Mbona nasikia ukimwambia usinipigie, nimekwambia usinipigie tena. Kwa sababu sitaki usumbufu mimi nikiwa nyumbani. Sana kama tuko na wewe, sipendi usumbufu. Kazini ni kazini na nyumbani ni nyumbani. Mume wangu nikichunguza, nikijua tu. Mume wangu utanandika talaka. Kwa ninataka kuendelea na huyo bwanake, sijui itakuwaje. Na mimi nilikuwa sitaki kurudi kule kwetu Bamba. Na tena istoshe mimi nikiwa kule Bamba ilikuwa naenda kanisani. Sasa nilipopata mahali pa kufanya hiyo kazi, sijapata mwenzangu kunielekeza mahali nitaenda nikishiriki. Kwa hivyo nilikuwa naomba unisaidie tu dadangu. Mimi cha kukushauri dadangu, nakwambia usifanye hilo jambo. Kwa sababu huyo bosi ni bwana mtu. Na maandiko yanasema ndoa ni ya watu wawili. Sasa wewe ukiingilia mtu wa tatu, hiyo ni vibaya. Wewe utakuwa ni adui na si vizuri. Sasa imekuwaje tena ya talaka mama? Nakwambia nikichunguza, nikijua. Waniamini ama uniamini? Una mpango mwingine wa kando huko watembea nao? Subiri, waniamini ama uniamini? Mume wangu nakuamini, lakini hivi simu zimezidi. Hebu ufanye hivyo lakini. Mpaka napaliwa na maji.
Mambo gani haya bwana? Kutia na maneno mpaka napaliwa na maji. Pole mzee wangu. Hebu tuingie ndani tuzungumzia ndani hao mambo. Tuingie ndani huko. Maana toshani kwanza. Twende tuongee ndani huko. Maneno tu saa yote maneno. Vitu vidogo hivi vya kuongelewa bwana. Mimi nakushauri usifanye hilo jambo. Alafu mambo ya kwenda kanisani, ningekushauri uende pale kwetu kanisani, sababu pale tunaabudu Mungu wa kweli, na kanisa yetu ni Mount Sinai Jesus Restoration Center, ikiwa chini ya mchungaji WR Dokota akisaidiana na Pastor Julius Kaini. Nimesikia sana kufurahi. Mimi pia nimefurahi. Nilikuwa natafuta nipate mtu ambaye atanielekeza mahali wa kwa naabudu Mungu wa kweli. Na vile umenikaribisha kanisani kwenu, tafuta siku nichukue tuende tukashiriki sote. Mimi nitapitia hapo kazini kwenu, niongee na huyo bosi wako ili ajue kuwa Jumapili nitakuwa ninakuja nikikuchukua tukienda kanisani. Nitashukuru sana dadangu. Vizuri. Nani basi? Mpenzi wangu Naitana Akram. 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 Ngoja tena nikuonyeshe, nishawahi kupiga picha naye. Mbona kama namjua? Wamjua? Namjua huyu mtu, ana mke huyu. Wamjua vipi huyu? Ni jirani yangu huyu. Jirani yako? Jirani yangu huyu, ana mke huyu. Mbona unataka kuolewa na mtu mwenye mke? Hana bibi huyu. Alioa huyu, ako na bibi. Usikubali kuolewa na mtu mwenye ako na bibi. Mbona anaambia sikubali kivipi? Ama umpenda wewe? Usikubali, namjua ako na bibi huyu. Ama umpenda wewe? Usikubali rafiki yangu, mimi simpendi. Mimi sitaki bwana, mbona unalazimisha niachane naye kwa nini? Achana naye, ako na mke huyo. Sitaki bwana. Hebu achana na mimi. Ana bibi, mimi nakwambia unipe ushauri, wewe ndio wazidi kuniharibu. Najua ndoa ni ya watu wawili, watatu ni adui, na ukiingia wewe utakuwa adui kwa ndoa ya watu. Achana naye. Sitaki bana. Mbona unalazimisha? Mimi nakuomba ushauri na hutaki kunipa ushauri. Sasa wewe fanya uamuzi wako, lakini mimi nishakwambia ako na bibi huyo. Achana na mimi hebu. Mimi nakupa ushauri na kuambia rafiki yangu nipa ushauri ndio zidi kumtibua. Nenda zako huko. Wewe kumbe hata si mtu mzuri atakunaribia mpenzi wangu. Mbona haongei? Ongea. Nakuona tu wa smile. Kuwa huru, nyumba ni yako hii. Uweza fanya chochote kile unachotaka. Nakuona tu wajifinya. Jennifer. Naam. Si eti kwamba mimi najifinya. Na nimefurahi pia vile ulivyoniambia kwamba kuwa huru. Yaani nimeamini sasa wewe umekuwa mmoja wa familia yetu. Lakini Jennifer. Naam. Karibu. Karibu ndani mlango basi. Wifi huyo. Mimi niko mambo. Karibu. Asante, muendelee. Mimi nashukuru niko vizuri naye. Sijambo shemegi naye. Shemegi yako mzima. Tu sijui wewe uko utokako. Mimi sina neno pia. Ametoka ama uko ndani? Nitoka kitambo. Mbona kuna kama wauma shida? Hata niko sawa. Uko sawa na kuna mnyonge au uko sawa? Pia niko sawa. Hebu acha kunidanganya, mimi nakujua ungekuwa ushaanza mombe zako pale mlangoni. Lakini ukuja hapa mnyonge namna hiyo, wifi unalo. Hebu niambie shida gani? Wewe. Unajua kuna kitu tulizungumza mimi na wewe. Na mpaka sasa wewe uko kimya, mimi niko kimya. Labda ilikuwa wakati haujafika. Lakini naona sasa leo huu ni muda mzuri sana. Naona. Uliniambia kwamba utanijibu.
Sasa hapo ukinipa jibu langu sidhani kama kuna ubaya. Hebu nikumbushe, ni kama naelewa, ni kama sikuelewi. Kweli? Kweli. Hebu nitazame. Ni kweli huelewi. Lakini sasa tuache hayo. Jennifer. Naam. Mimi nadhani nilituma ombi kwako. Na ombi lenyewe lilikuwa si baya na ni ombi ambalo pia lina mazawadi hivi. Unaona? Sasa sijui kama ombi langu mlifanyia kazi. Ombi lako? Kwani huwa tukiongea ni kuelewa au huelewi ama ni nini? Shida iko wapi? Mbona sielewi pia? Wewe ni kama mzazi. Na mtoto anaweza rudia kitu mara 1, 2, 3, lakini kwa mzazi hawezi choka. Wewe hujaona mzazi anamwambia mamake, "Mama hii nini?" "Hii ni kitu fulani." "Mama hii nini?" "Huwa ni kitu fulani." Sasa itakuwa bora labda kama sijakuelewa nieleze tena. Mimi nakuona umekuwa king'ang'anizi sana. Ingekuwa ni kura ungekuwa shapita. Kweli? Basi kwa hili pia na imani nitafaulu. Sioni ukifaulu bako. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Mimi siwezi kubali ombi lako. Umemea pembe? Hata siku mea pembe. Jennifer, kumbuka wakati ukikanyaga hapa huku namna hii. Ni jasho langu hili nimekufanya uko namna hii. Unashindwa kulipa fadhila? Nilikuwa nimekuja wifi yangu niambie, yaani unimalizie ile story ya juzi. Unajua tulikuwa pale ndio tunaenda tukampata kwa mlango. Sasa sijui kama ilikuwa vile ulivyonielezea ilikuwa ni kweli ama ilikuwa ni vipi? Maana hata sielewi. Yaani tuliongea juzi wifi yako ingia kwa kile utaka mpaka kumalizie wewe. Sitaki kesi na mmeo. Wewe anamuogopa mimi mmeo. Alafu ulivyoondoka pia ukaondoka vizuri. Sasa nikasema acha niende kwa wifi yangu. Niende nimuelezee. Alafu anielezee vizuri sasa. Mimi nisikia uchungu huo ndo unaanza akaingia akaukatisha. Nikasema hata sijui nitakuona nini mpaka kumalizia. Kwa hivyo mume wangu nimeona kabisa nazipora wewe. Ngoja nikupe story basi. Afadhali nikuanzie mwanzo mkumalizie kabisa ndio uelewe chenye nilikuwa namaanisha. Mumeo namjua mimi vizuri. Namjua mimi vizuri tangu tuko wadogo mpaka sasa hivi. Yaani stories za mmeo mimi nazijua vizuri. Alivyokuwa kijana mumeo alikuwa mzembe vibaya sana. Basi mimi nikajua vile amekupata kakangu atatulia. Sababu sikusikia kesi kama hizo alivyokuwa amekuoa. Alitulia akawa mwanamume mstaarabu. Lakini nilichokiona. Nikasema kumbe mtu na chake hakiachi. Mtu na chake hakiachi. Yaani katikati ya barabara mumeo alivyokosa hata aibu. Basi angalau unachungulia basi. Angalia huku na huku kama ionekane jicho leupe. Jicho leupe mmeo. Mimi najua nilijua tu. Wakati ule msichana akija akileta mboga vile alivyomwangalia. Nilijua hapa kuna kitu. Na tukakosana, akasema sijui nini kwani kuangalia ndo nini lakini kajua hapa. Na tangu sikio mpaka saa hii hatuna raha kabisa ndani ya nyumba. Akija amechelewa, nikipiga simu zangu hazipokelewi, hatucheki tena ndani ya nyumba kama vile mwanzo. Ukumbuke Maria ndiye ambaye anafanya kila kitu hapa ndani. Pia wewe nao unamtegemea Maria. Unasemaje wewe? Sasa tutaona kati ya mimi na Maria nani mwenye nyumba. Utatoka bila kujitambua wewe. Yaani mpaka unanitukana mimi bosi namtegemea Maria. Maria anafanya kazi kwenye kampuni yangu kama unajualo. Sawa? Mimi niko hapa na Maria nimemwajiri. Nimemwambia mke wangu bwana mimi wacha nipumzike. Kampuni hii ndio mahaba tunaonyeshana mimi na Maria. Aliyekwambia kwamba Maria ananifanyia mimi kila kitu ni nani? Hata kama sikusoma pia picha naona. Naonekana macho huna. Sasa wewe fanya hivi. Mambo ni mawili. Unakubali ombi hukubali? Kusema kweli bako, sikubali ombi lako hata kidogo. Sasa sikizia huu mwezi. Tutaona kama utakaa. Utajua mwenye nyumba ni mimi ama ni Maria. Utaona. Hizi nguo zenyewe umenunuliwa na Maria. Na Maria hangenunua kama hangeniomba ruhusa mimi. Ni uongo? Kwa hivyo yani ulishuku kabisa yule muuzaji mchicha yeye ndo tembea na mmeo. Sasa kama wewe kwa mfano yeye amekuja kama hivi. Yaani badala ya contact na mimi anaangalia nini? Anaangalia ni mchana. Mpaka nikafanya kumtia kofi. Makubwa. Sababu ni huyo muuza mchicha. Huyo ndo nilimwona na mmeo si mwingine. Sasa ngoja nikuulize kwa mfano yule mtoto yani ampe ujauzito ataendeshi kwa nani? Maana kwangu hakuna nafasi. Sina nafasi ya kunyangalika. Wewe fiangu usinikaushiko. Lakini hata cha ajabu, hali hii ulionayo wewe na huyo mza mchicha wapi na wapi? Wanaume wana tamaa. Hayo yote yafanya lakini kwangu hakuna nafasi ya kunyangalika. Afanye huko yeye mwenyewe ananielewa.
Afanye huko nje lakini kwangu. Mafuta unajipaka ya bibi yangu. Tumekupa kitanda kizuri ulale. Unafikiri ulikuwa tunashindwa kukulaza jikoni? Sisi wenyewe hapa ilikuwa hatuna haja ya mfanyaji kazi. Lakini hata mwenyewe unakumbuka siku ya kwanza ulipokanyaga hapa, mimi ndo nilimwambia Maria tumwajiri kwa sababu anaonekana ana shida. Shida zako zimekuondokea. Sasa unajiona shababi. Hata sio hivyo. Lakini kumbuka, pia mimi naangalia mahali nilipotoka. Sitaki maisha yangu yaharibike tu hivi hivi. Lakini wifi yangu kuulize nilivyokudaria daria, labda ulikuja ukamuuliza ama. Mimi hata sijamuuliza kwa sababu ningemuuliza nitamrefusha hivi. Ulifanya vizuri. Yaani ulifanya vizuri. Sasa kile sasa hivi venye nimekuanzia mpaka nimekumalizia. Cha kufanya ni wala usimuulize. Yaani wewe jaribu kumchunguza tu. Na huyo muuza mchicha naye usijaribu kumkaribisha tena kwako. Sababu wifi yangu hata sio kwamba tena namkaribisha. Yule mtoto kwanza na mimi namchukulia kama mtoto wangu. Hata sijui imekuaje mpaka sasa hivi naona wewe unaambia hizo stories za kwamba ni anasimama na mume wangu nini. Lakini mimi nilikuwa namchukulia kama mtoto wangu. Kama tu kama kana kweli kanaweza kutembea na mtu mzima kama mume wangu kweli. Haya, sawa. Jipange kufanya kazi kwingine. Utaona utapata wapi kwanza mshahara mkubwa, malazi mazuri, unakula unachotaka. Alafu nyumba unaitawala. Tuone utajiriwa wapi mahali kama hapa. Utajua mimi ndo bako na mimi ndo mwenye nyumba. Nenda kufanya kazi zako. Halinitishi hili. Mimi nangoja nione. Santa. Utaivua hiyo miniskati nivae mimi kumbavu wewe. Watoto wanatamaa siku hizi wewe. Vibaya. Mimi mwenyewe sikuamini kabisa. Kijitu tu kidogo. Mimi wafadhilika basi na mchicha uuza mchicha. Haitoshi unatembea na bwana mtu atafuta nini? Sasa ufanye hivi wifi. Wewe endelea kumchunguza. Si ile juzi alitokezea pale. Tukayaacha. Endelea kumchunguza. Alafu kile kitu kitakachotokea, yani wewe mfuate hivi na hivi. Kile kitakachotokea wewe njoo niambie. Nitakuja mpata maana sasa nikimuuliza na sijamuona, atasema ni uongo. Mimi naenda. Hizo wifi yangu labda vijisimsimu muone. Hizo simu yake haishikiki mwenzangu, acha niende. Unajua akija huko nyumbani akinikosa yeye ndo atakuwa nduru mdomo. Kwa hivyo acha niende. Lakini sasa wewe mchunguze polepole. Nimekuja hapa mmembiomba hata simu nimeacha, acha niende. Wifi yangu kuja na uondo mzuri na ukwambie. Ama kutafute na simu. Nitafute na simu. Haya sawa, salimie. Mbea unapopenda. Ndugu yangu yajifanya na kamdomo. Yaani kila kiongea yeye ndo asikizwe yeye, lakini leo hii anaingia cha kike. Na kija tena wifi yangu mimi ninamchunguza. Nikipata tu njiani hana bahati. Mimi sikio hivi na jicho. Bampa tajua juu. Sasa ajifanya mbea hataki kutuliza yake. Ya mwenzake anakwenda yake kwenye mdomo. Hana bahati na mimi haribu kwangu na mimi haribu kwake. Sio tabia ya kukaa mume wangu sijui eti mimi nalisha mume wangu na yeye. Jennifer! Naam boss. Bwana viazi vinakwaju kidogo namna hii. Ulikuwa umeisha ukwaju. Jennifer, kila siku nakwambia mahali kama hakuna ukwaju achana navyo. Utamu wa ukwaju ni viazi bwana. Viazi vidogo namna hii. Pesa za mke wangu hizi. Utamu wa ukwaju viazi. Mke wangu yopata shida, alafu viazi vidogo namna. Jennifer wewe. Hai nyumba sita. Mwanamke nampenda huyu lakini naye wanijali. Kutoka shilingi 10 viazi. Jennifer. Nasikia mlango wa gongo, kuna mtu ulikuwa yuaje ama? Wenyewe. Ingia. Shemegi. Hujambo? Shemegi. Hujambo? Jambo. Yaani naongea nawe lakini bado tuendelea kula viazi. Onekana wapenda sana viazi. Shemegi umegonga ndipo. Kwanza viazi vinyokwaju kama hivi. Wapenda. Utaki nipende na tumbo kaa wewe. Alafu na mbili vipi limao? Mbili molimao yani vitu chachu vile. Mwanamke mjamzito si. Una tofauti. Sababu yale unayofanya wewe ni ya mama mjamzito.
Shemeji, yaani mimi ungejua ninavyokuheshimu usingenitukana. Nakumbuka hapa ni kwangu. Sawa? Na kama una matusi nina uwezo wa kukufukuza ama unataka nikuganyie, sema. Yaani maajabu kweli. Yaani unifukuze kwetu nyumbani. Dadangu yuko? Sijui. Hata hujui ameenda wapi? Sijui. Ndio umezuzu kweli. Okay, tuachane na hayo basi. Mimi shemeji nimekuja tu. Nimekaa na mke wangu kule nyumbani tukafikiria kuna vile kwamba wewe hauna kazi, utafutie kazi. Maana unajua shemeji wakati huu ni mtu awe na kazi. Usipokuwa na kazi utakula nini? Sasa nimekutafutia kazi nzuri ya kufanya. Yeye walionaje hilo jambo? Waliona baya sana. Baya. Yaani hili ninalokuambia ni baya sana. Kwa hivyo muhimu ni hiyo viazi. Kule tu viazi, si ndio? Yaani mimi nimekutafutia kazi ili msaidiane na dadangu. Wewe wasema ni jambo baya. Wataka ubebe vipi wewe? Kwa dadako mkombea choka atakusaidia. Kwa hivyo wewe mwenyewe unataka kazi. Sita. Maajabu hayaishi duniani. Yaani wewe utakaa ukilishwa mpaka lini wewe? Nalishwa ama nala mwenyewe? Kwani mimi mtoto mdogo? Hapa nalishwa hapa. Nakuona wana viazi. Wajua tu kuna wakati wa mzaha na wakati mwingine sio mzaha. Mimi nimehangaika sana kutafutia kazi. Nimekutuma uhangaike ama wajihangaisha? Hivyo hujiangalia hata wewe mwenyewe, hata nguo zenyewe huna. Juzi mke wako alikuja hapa akapata hata kuvaa nguo uwezi. Sina nguo. Niko uchi hapa. Sio fanya kununua dadangu wewe. Sasa wewe kama wewe unaweza nunuliwa na wewe mtumia dadangu, si ndio? Dadangu ahangaika kufanya kazi, wewe umekaa tu kula viazi. Sasa kinachokuuma nini? Kinachoniuma ni kwamba wewe wampendekeza sana dadangu afanye kazi na wewe ufanye kazi. Muulize kazi ninamfanyia. Ndio ananiambia kaa mimi nikatafute. Wewe naye kaona uwezo, fanya kazi kama ninayoifanya mimi kwa dadako. Ukae na wewe yule shemeji akutafutie. Una uwezo? Subutu. Yaani umekuwa na kiburi sana. Sasa dawa yako iko ndani. Dawa iko jikoni na yachemka. Utatoka hapa kwa nyumba yetu. Mimi naona utasema. Yaani mimi nahangaika kutafutia kazi alafu unanipuza tu hivi. Yaani shemeji wewe unakosa akili. Wewe ni mtu mzima lakini huna akili kabisa. Yaani mimi hii kazi ninaifanya hapo huioni. Kwani unapenda kuingilia maisha yangu? Niache nenepe. Kwa kula bure. Si ndio maana? Ukae kwa kula bure, si ndio maana? Yaani mimi nakutafutia kazi, alafu unakataa kazi. Sawa, dawa yako iko jikoni. Wacha niende. Lakini ujue dawa yako iko jikoni. Utatoka kwa hii nyumba. Yaani mwanaume umekaa tu bure hufanyi kazi. Dada yangu atoka ende kazini kutafutia. Wewe ni nani sana wewe? Una kwani wewe? Cheo changu. Utatoka na hicho kiburi chako. Ili dude limevia hili. Wana bure. Nilijua tu dude hili kumbe linalishwa, linafanywa kila kitu hapa ndani, halina msaada wowote, lakini juzi linaongea matope kweli. Kwa kweli usilolijua ni usiku wa giza. Nakwambia huyu mwanaume hawezi niambia chochote. Anasema Jennifer, nitakufanya hivi, nitakuweka mahali pazuri, nitakubadilisha maisha, na yeye mwenyewe kumbe anabebwa kama mtoto mdogo. Maiti huyu. Hiyo Maria mwenyewe naye ni mjinga kweli, hajielewi. Umbavu nyao. Jennifer! Na? Lete maji. Naja. Fanya haraka. Karibu ndani. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu hapo kae. Nashukuru. Jennifer. Wacha kaa hapo chini bwana. Sio kae hapa.
Mama, mimi niko sawa. Nifahamu kabana. Hata usihofu mama, mimi nimekaa vizuri hapa. Uko sawa? Niko sawa. Kabisa? Kabisa. Karibu sana mgeni. Nimekaribia. Boss. Huyu ni rafiki yangu. Purity. Naam. Huyu ndio boss wangu. Karibu, mwambie majina yako. Majina anaitwa Purity. Ni mshirika wa Mount Sinai Jesus Restoration Center. Ikiwa mchungaji wetu ni WR Dokota akisaidiana na Pastor Julius Kaingu. Na nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu. Alikuwa amependa kwenda na mimi kanisani. Lakini akaniambia nije nimwombee ruhusa kama itawezekana. Mpe nafasi twende na yeye kanisani. Wewe Jennifer. Na mama. Sasa uliogopa nini kuniambia? Hata sikuwa ubaya. Nilikuwa na hofu nyingi, niliona nikikwambia utanikataza. Jennifer, muda wote toka naye wewe ushainiambia kweli kitu mimi nikakataa kweli. Nilikuwa naogopa. Nimekusikia. Sasa umesema ita Purity? Yes. Haya, Purity, mimi nimekusikia. Na wazo lako pia sioni kama ni baya. Ila kwa sasa madamu ameniambia sahihi. Yaani siwezi kupa jibu kwa sasa. Wacha nifikirie, alafu nitampa majibu Jennifer. Sawa. 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 Jennifer, Naam. ile chai batamu si bado iko? Chai bado iko. Na mkate? Kuhusu mkate labda niende nikaangalie. Haya, kaangalia. Mpake blue band kabisa? Hata usiende Jennifer. Usihofu boss, mimi niko sawa. Nilikuwa tu nimekuja nikuone tuongee. Na nashukuru pia kwa kunielewa. Sababu nilikuwa nataka kuwahi kanisani, kuna semina, sitakaa sana. Nimeshukuru sana. Ningeomba tu niruhusu niende. Basi tuje kwa kikombe tu kama ni nusu. Nimeshukuru sana. Mimi wacha niseme tu nimefurahia na ujio wako. Karibu tena na tena. Hata siku nyingine pia kuwa huru kuja. Nimeshukuru sana. Sawa. Nimeshukuru sana, barikiwe. Nawe pia. Mama, namfikisha hapa mbele. Usikawie lakini sawa? Twaje sasa hivi. Nimeshukuru. Karibu tena na tena. Karibuni sana wazazi wangu. Asante mama. Karibia. Ila mama, tumepezana ile siku ya mazishi ya mama. Ni kweli mwanangu. Kama ninapeza. Hivi nikuulize. Namba. Utaacha lini hizo tabia? Mbona sikuelewi baba? Utaacha lini hizo tabia nakuuliza? Tabia gani? Hebu kachukua kitambara cha kichwa huko. Samahani. Kuachilia nywele ndo nini sasa hivi? Samahani baba mdogo. Mume wangu. Jambo dogo hilo la kuongea polepole basi washauti kweli. Hata nilikuwa naona amefanyaje. Ningekuwa sijamwambia kuhusu hii tabia ya kuachilia nywele wazi hapo. Lakini juzi nilikuwa hapa mimi. Wasema samaki mkunje angali mbichi. Ukimwacha akila atakomaa alafu itakuwaje baadaye ukubwani?